tulisoma maneno ya uongo katika maisha yetu, lakini hatukuweza kujua ile uongo tunaongeaga ama ile uongo inakuaga kwa maisha yetu inaweza ikatuangamiza. Lakini kwa wakati huu tunataka kuelevushwa vile tunaweza kuwa tunajidanganya sisi wenyewe. Praise the name of the living God. Na tunaweza tukafikiria tuko katika ile njia inafaa ama tuko katika mwelekeo ule unafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna njia ambazo tunajiongoza nazo, tunakuta tumeingia katika dhambi. Praise the name of the living God. Tunakuta tumeingia katika kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Na tutaanza na hii. When you let the flesh to lead you, it will make you to destroy yourself, because the flesh leads someone to death, and the Spirit of God lead you to life and eternal life indeed. Praise the name of the living God. Wakati mtu anaanza kujidanganya, huwa ni mwili unanena sana ndani ya maisha ya mwanadamu. Praise the name of the living God. Mwili unaweza ukakuelekeza katika njia hii. Unaweza ukakwambia haya unatenda sio maovu, kwa sababu fulani anafanyaga hivi na ameokoka, na mimi sijatenda sana ama sijatenda zaidi ya yale yanatendwa na yule. Bwana Yesu asifiwe. The devil make you a vessel against God. Wakati unaanza kujidanganya, wakati the spirit of deception, self deception, ni unatwira ati tuihenagia tuwaga netoe no tutikoragwo toe. Bwana Yesu asifiwe. Netwishiragia ati netoe no tugakora tutioe. Praise the name of the living God. Kumbe toe ni kwihenia twihenagia. Kumbe toe ni shaitani ukoragwo akienda kuhuthira mere itu na miturire itu kama chombo cha shetani. Praise the name of the living God. When when the devil makes you a vessel against God and give you courage to justify yourself in whichever things you are doing. Kwa hivyo kuna mambo tunafanyaga, lakini shetani huwa anatuonyesha tunajijustify, tunajijazia ya kwamba agikoro ngani yekagonari ni ingekona. Praise the name of the living God. Kuna watu unakuta wanajijustify na neno la Mungu kupitia yale mambo yalitendwa na mtu fulani katika maandiko. Unakuta mwingine akisema agikoro Timotheo ni elio anyuage, agikoro Ibrahimu ni ekiriona. Praise the name of the living God. Those are the justification ambao shetani huwa anatumia. Tunajijustify kupitia kwa neno la Mungu, ili hali huwa tunajidanganya. Praise the name of the living God. Unachukua yale yalitendwa na mtu fulani, unasikia kama Daudi alikuwa anaua, unasema na Mungu akamuita the man after his heart. Bwana Yesu asifiwe. Na unasema kwa sababu sijaua na sijafanya hii, mimi ni mwema ama mimi ni mzuri kuliko. That is a self deception. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ninajua kuna mambo ambayo shetani anataka kutuingisha katika mtego wa distraction kupitia that self deception, uongo ambao unaingiaga katika maisha yetu. Praise the name of the living God. When you start having courage to justify yourself in whichever thing you are doing wrong, because the devil make you to compare yourself with others which did something much bad than you. Praise the name of the living God. Whereas he never let you understand that if you have break one law, you have break all, and the consequences are equal to those who do much sin. Kwa sababu neno la Mungu katika James 12 huwa linatuambia ya kwamba ukivunja agizo moja ama ukivunja sheria moja ya Mungu, umevunja hizi zingine zote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna yale mambo utaangalia uone, mimi sifanyi hivi, mimi siui, mimi siibi, mimi sifanyi hii, lakini hii nimetamani. Unakuta unatamani kitu ya mtu mwingine, unatamani maisha ya mtu mwingine, badala ya utie bidii unatamani vile anaweza akaanguka ndivyo uweze kukua katika hiyo possession. Praise the name of the living God. And when you break that one law, ni kama mtu ambaye amevunja sheria zote za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. That is a self deception. So there is this way you can deceive yourself. Mtu anaweza akajidanganya aje. Unaweza ya kwanza ukajidanganya if you say that you have no sin. Praise the name of the living God. Wakati tumeokoka kama sisi, ukikuta mtu mwingine, kuna mama alikuwa na trend kwa media
na alikuwa anatenda kwa sababu kuna kakitu alikuwa amefanya, na huyo mama alikuwa na ujasiri akisema anafanya hivyo, na hata anakula mboga vizuri na anasema ninafanyaga hivi na hivi kwa sababu ya hii na hii. Praise the name of the living God. Lakini hapo nikaangalia, labda kunaweza kuwa na mtu ameokoka aone yule ni mtenda dhambi kuliko mimi. Praise the name of the living God. Na aone kama huyo mama anaweza akafanya hivyo, basi mimi sio mwenye dhambi. Hiyo ndio moja ambayo inafanyaga tukue tunajidanganya wenyewe. If you say you have no sin and you are still walking in darkness, characterizing by our doing on the truth in our mouth. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna mambo unafanya na unasema kwa mdomo, lakini matendo yako haiambatani na yale mambo unasema kwa mdomo wako. Ukisema umeokoka, matendo yako haiambatani na matendo na maneno yako. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika 1 John 1-5. 1 John 1:5-8. 1 John 1 John 5-8 inasema ya kwamba no ungehota athi no mundu uria witikitie ati Jesu Kristo niwe muru wa Ngai. Jesu Kristo niwe mwene wokire na mai ma kibatithio giake na thakame ya gikuo giake. We ndokire na mai me moiki, no kire na mai na thakame. Roho we mwene ni muira, amu roho niwe uhoro wa ma. Acha tuone John, I think ni John 1:5-8. Sio 1 John. John 1. Acha niangalie hiyo neno vizuri. 1 John 1:5 inasema ya kwamba uhoro uyu niguo ithwe twaiguire kuma kuri murwe, na niguo utumenyithagia ati Ngai ni utheri na thiini wake gutire gatuma ona kanini. Tungiuga ati twina ngwataniro nake na tukoragwo tuikarite o nduma-ini, niturahenania na ciugo na ciiko citu. No tungiikara utheri-ini ta uria we ari utheri, turikoragwo na ngwataniro gatagati-ini gaitu, nayo thakame ya murio Jesu niri tutheragia tugathirwo ni mehia mothe. Tungiuga ati tutire na mehia, tukwihenia tukwihenia na tutire na uhoro wa ma thini witu. Praise the name of the living God. Ni vile nilikuwa nimeenda 1 John nikaenda 5, na ni 1 John verse 1:5-8. Praise the name of the living God. Wakati tunasema sisi sio wenye dhambi, huwa tunajidanganya sisi wenyewe na tunafanya neno la Mungu linaonekana ni kama neno la uongo, ni kama neno ambalo halina maana. Kwa hivyo wakati tumekuwa watu wa kuokoka, tumekuwa watu ambao tunataka kukamilika mbele za Bwana, ni kwamba kitu ya kwanza tujue sisi ni wenye dhambi. Ndivyo wakati tutakuwa tukihukumu wengine, tuhukumu tukijua sisi ni wenye dhambi, so that we cannot lie to ourselves, we cannot deceive ourselves. Tusijidanganye ya kwamba tumekamilika mbele za Bwana. Kitu ya pili ambayo inaweza kukuonyesha ya kwamba unajidanganya wewe mwenyewe, some are the alcoholic who is self-deceived in believing that his drinking is under control. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni kama wale watu wanakunywa pombe, wanasema ya kwamba hii siwezi nikakunywa pombe kuzidi kipimo. Mimi ninajua vile naweza nikajipimia. Mimi ninajua pombe iliambiwa na Paulo wakati alikuwa anatumia Timotheo barua, akamwambia na uko unatumia kadogo kwa sababu ya tumbo yako. Praise the name of the living God. Wakati huo unajidanganya wewe mwenyewe. Wacha tuone katika Proverb 23:31-32. Proverb 23:31-32.
inasema ya kwamba atiriri ndukanamerie ndibei mata ona angikorwo matete atia, ona angikorwo igiita muhuyu iri gikombe-ini, ona yatuika ni nyorokaga wega ikimeruka. Muthia-ini itumaga uigue ta urumitwo ni nyoka, kana ta uitu rureirwo mata ni giko. Praise the name of the living God. Hiyo tuteremke 35 katika hiyo yenye tuko tu Proverb 23:35 irauga ugagikiuga atiri no muhaka ngorwo ndimuguthe ona kuhurwo ndimuhure no ndiraririkana niki kiragiria njukire nibataritio guthie kunywa ringi. Praise the name of the living God. Kwa sababu wale wanakunywa pombe inawaonyeshaga tena na tena, lakini ujue huwa mtu anasemaga na mawazo yake, sababu ninafundisha mpaka hawa wenye wako online. Huwa mtu anasemaga na mawazo yake, I will be able to control myself. Unakutaka mwingine hata anakunywa na anaenda kanisani, anasema nitakunywa Friday lakini Sunday nitaenda kanisani. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika Ephesians 5:18 vile inasema ya kwamba mutikanareo ni ndibei nigukorwo undu ucio ni wa kumuthukia kaba mukoragwo muiyuritwo ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunakunywa pombe ama wakati watu wanakunywa pombe, hata ama wakati wale wananitazama watakuwa wakikunywa ama wanakunywa pombe, wajue hilo jambo ni chukizo mbele ya uso wa Bwana, ni chukizo mbele ya Bwana. Praise the name of the living God. Kwa sababu huwa inaonyesha mtu nitaweza kujisitiri, nitaweza kukaa. Na ndio maana tunaonaga hata wakati Eli alikunywa pombe iliweza kumletea aibu katika maisha yake. Praise the name of the living God. Tutaangalia katika Hosea 4:11 inasema ya kwamba Mwathani ekuga atiri ndibei ya tene ona ya muhihano ni irathukia ukuuku wa meciria ma andu akwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vile watu unaona mtu akikunywa pombe huwa anajijustify, anaona mimi ni mwerefu, ninaweza nikafanya hii, lakini huwa inaenda ikiharibu mawazo, ikiharibu akili, ikiharibu mafikira ya watu wa Mungu. Praise the name of the living God. Kwa sababu kuna mambo ambayo huwa inafanyika wakati mtu amekunywa pombe, inamchanganya. Sababu neno linasema ati mtu ako chini lakini anasema ndiramenya kiraguithia no ndiraigwa nigukira ringi. Bwana Yesu ndikuguthwo nguthito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna mambo huwa inatudanganya katika haya maisha, tunakuta tulijidanganya sisi wenyewe. You deceive yourself by being hearer of the word of God. Hearer and not doer of the word of God. Hearer and not doer. Muigui wa kiugo kia Ngai no ndwikaga ta uria kiugo kia Ngai kirauga. So ukoraga ni kwihenia wihenagia. Tondu ni wiguaga kiugo kia Ngai no ukarega gwika kuringana na uria kiugo kia Ngai kirauga. So you become an abhor to God because you are knowing what you are supposed to do and doing the opposite thing. Ugatuika mundu mwenyarariku. Anabuho ni mtu ambao ni kitu kimekatalika mbele za Bwana, ni kindu kiregeku, ni ta kindu kiria tugaga ati gwitu ni kuri kwiragwo ati gwitu ni kuri migiro, ni ta maundu maria mamenekete. So you become an abhor, kindu kimeneku ni Ngai. Hindi ria uratuika muigui wa kiugo no ndureka kuringana na uria kiugo kia Ngai kiugite. So you become a hearer and not a doer of the word of God. Wacha tuangalie katika James 1:22-24. Wacha tuone katika James 1:22-24 inasema ya kwamba tigagai kwihenia na undu wa guthikiriria uhoro wake guo wiki, wega no gwika uria muiguite. Mundu uria uthikagiriria uhoro na akaga gwika uria ugite ahana ta mundu uria wiroraga na gicicio akeona uria ahana, no arikia kwehera hau gicicio-ini akariganirwo ni uria kuhanaga.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo huwa tunajidanganya wakati tunasikiliza neno la Bwana, lakini hatutendi vile tulivyo. Kwa sababu unaweza ukaenda umejiangalia wakati huo wa kioo, lakini ukienda mahali, tuseme ni mahali kuna feast, ni mahali kuna karamu, uende tu katika hiyo karamu. Wakati utaenda ukute umekula, umefanya nini na nini, labda kuna mahali utajipata na machakula. Praise the name of the living God. Labda kuna mahali hata nguo yako utaenda, labda ukute imepata uchafu, imepata matope, especially kama wakati wa saa hii. Lakini kwa sababu huko kwa kioo, ni kama vile unaweza sikia neno la Bwana na ukose kulipractice. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna mauchafu utapata kwa sababu hayuko kwa ile kioo. Ile kioo unajiangalia na unaiacha na unaenda shughuli zingine. Labda kuna maji ama matope itakurukia. Labda ukienda kwa hizo sherehe utakuta umekula chakula, machakula yamekujaa kwa mdomo. Lakini kwa sababu hayuko kwa ile kioo, huwezi ukaona uko na mauchafu. Kwa hivyo ni vile Mungu anatuonaga kwa sababu tumesikia lakini tumeacha kutenda vile neno la Bwana linasema. When we become used to sin, that is the time we deceive ourselves and become our own advocates. So hiyo ni ingine. Unajipata tu umezoea dhambi. Ni kweli umeokoka. Ni kama vile tulikuwa tunasema, tumejipata tumezoea uongo, tumejipata tumezoea kiburi. Unakuta hata unakuwa na kiburi mahali. Sijui kama ni siku moja nilikuwa naambia akina Joyce, akina Mama Dave, wakati nilikuwa ninaona mtu anapita tu, sijui ama wanaweza wakakumbuka. Unakuta umeokoka lakini kiburi bado kiko ndani yako. Praise the name of the living God. Unakuta kuna mambo bado haujaweza kuiachilia na unajidanganya kwa sababu ulizoea ile dhambi. Kiburi ni dhambi, uongo ni dhambi. Praise the name of the living God. Hata kutokuwa na maarifa. Unajua kuna watu wanaongeaga with their ignorance. Tunakuta mtu fulani anaongelelewa, lakini kwa sababu ulisikia wanasema mtu fulani anakuaga hivi, na wewe unaenda kuongea with your ignorance kwa sababu haujui, hauna uhakika yale mambo yanaambiwa na huyo mtu, ama yale umeambiwa, ama yale yanaongewa kuhusu huyo mtu ni ya ukweli. Lakini wewe unaichukua unaenda kuongea with your ignorance. You slander with your ignorance. Praise the name of the living God. Kwa hivyo we have not to be as usual kuzoea dhambi. Ati tuone dhambi ni kitu ya mazoea. We have to stand katika ile njia ambayo itaonyeshana ya kwamba ile neno tunalolisikia huwa tunaipractice, kwa sababu huwezi ukaharakisha kuongea kama vile neno la Bwana linasema katika proverb, ati tutikahiuhage kwaria tutambite kuigua na tokuigua wiki tutambite kugea na utwilio uria turaria kana nwama. Praise the name of the living God. Hiyo ndio hali ya kuzoea dhambi. Kwa sababu tunakutaka mtu fulani anaambiwa, na unajua huyu ndiye alifanya hii, ndio maana anapitia hii na hii na hii. Na wewe wakati umepata kamwanya ya kuongea kuhusu huyo, sababu unaongea yale ulisikia na hauna ufahamu wa hiyo maneno, unaenda kuchangia mahali kwingine. Unakuta unachapwa na Mungu sababu ya kuchangia maneno ambayo hauna ujuzi, you are ignorant. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna wakati tunakuta tunazoea dhambi, hata wakati unapeana ama unapokea hongo unazoea dhambi. Praise the name of the living God. Na hiyo Mungu anaicount kama dhambi. Or you can balance your sin by another bribe to God. You can't deceive God. Kwa hivyo kuna wakati mwingine tunaona ni no tuhakenga inondo fulani. Ukaona dadi kigongona inire, ngugithie kuhera, nitafanya hii, lakini nikienda kwa madhabahu nitaenda kutubu. Na kuna kitu moja Mungu alisema, ati mehia moto reka Ngai ndohagira. Ile dhambi ya mazoea, tumezoea mpaka ukazoea Mungu, hiyo hasamehei. Kama tunasema tutatenda hii dhambi, lakini nikienda mbele za ile dhambi unatenda ukijua tutaenda ndivyo utubu, na unaitenda unasema nitadanganya tu hapa, lakini nikienda Sunday nitatubu, nikienda kuomba nitatubu. Hiyo dhambi Mungu hasamehei. Praise the name of the living God. Wacha tuone katika Galatians 6 verse 7 to 8. Galatians 6 verse 7 inasema ya kwamba
mutikehenie, Ngai ndahenekaga. O mundu akagetha kiria handaga. Angikorwo handaga maundu ma kuhunia thuti cia mwiri wake, akagetha gikuo kiria kiumanaga na maundu macio. No riri, angikorwo ahandaga maundu ma gukenia roho, akagetha muoyo wa tene na tene. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kama kuna mambo tunafanyaga ya kusatisfy our flesh, our body, ya kufurahisha, ati unaweza afadhali hata ufanye hongo, upeane hongo ama upokee hongo. Afadhali hata utoe false witness ndivyo ufurahishe mtu, ukue tu mshahidi wa uongo. Uende usimame mahali tu ukue mshahidi na ni mshahidi wa uongo, ndivyo mtu fulani asikuchukie. Lakini sio Mungu asikasirike, ndivyo mtu fulani asikuchukie. Toro tukagetha gikuo kiria kiumanaga na maundu macio. Kwa hivyo maundu maria twikaga, unakuta mtu anadanganyana mahali fulani, anapeana jina. Kuna mtu fulani mahali ninajua, kuna wakati hizi stima zilikuwa zinapita, zenye zilikuwa zinapita sijui zilikuwa za China, zenye zimepitia mahali, najua mmezielewa. Naye huyo mtu akajua kwenye hiyo shamba hakuwagi karibu, lakini akachukua nafasi ya kulipwa zile pesa, na yeye stima hazijapitia kwake. Praise the name of the living God. Na wakati huo alichukua zile pesa na akajenga nyumba ya mawe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unakuta kutokana na wakati alichukua na akajenga, alikaa a duration ya wakati mchache ambao Mungu anakubali ukae wakati mchache, ndivyo usahau kile umetenda. Ndivyo usiweze kufikiria ya kwamba hiki kitende kinanikula ama kinakula familia yangu, labda ni hii yenye nilifanya. Kuna neno la Mungu linasema tutikanae guthongithia ithuke cia mihaka iria yaigirwo ni maithe maitu. Hindi o wathongithia nikiweka. Neno lingine linasema tukambia kuninagwo kahora kahora kahora. Kugo hindi o woya igairia mundu uri ungi, we oera tondu ndari hakuhi, tondu matire no menyo, magiuka magakoraga ati mbeca icio ni ciaheanirwo, lakini kukitafutwa ni nani alipewa, unajificha. Praise the name of the living God. Hiyo ni ile tunaambiwa, tunazoea dhambi. Inafika mahali unachukua kitu ambacho sio chako na unajua ya kwamba hii kitu si changu. Ni vile yule mwenye ninachukua kitu chake hana hekima, hana maarifa ya kujua ile njia anafaa kupitia ndivyo aweze kuchukua hii kitu. Hiyo ni dhambi ambayo itatuelekeza kwa kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni tujiangalie, tusikue tunajidanganya ya kwamba tumepitia ile njia inafaa, na kumbe ile njia tumepitia ni ya kuangamia, tukiwa tunajidanganya. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua unajidanganya wewe mwenyewe, there is those signs of self deception. Zile unaweza ukaangalia ujue na ni kweli mimi huwa ninajidanganya. Ile roho iko ndani yangu ni ya kujidanganya. Praise the name of the living God. Ya kwanza ni making excuses for ourselves or others. Kuna wakati huwa tunajipea sababu. Hata ukifanya ile dhambi huwa unajipea sababu. Na ndio maana tunakuta tunaelekea kuisha. Tunajikuta tunaisha tu. Kuna yule mtu ambaye alikuwa ameachiwa those talents ambazo zilikuwa 5, walikuwa wameachiwa kila mtu talents 5. Lakini alijipea sababu, ati kwa sababu ninajua wewe unakuja, utaweza kuja kuniitisha, ama wewe sio mwaminifu, ndio maana zangu nikazika. Na wakati tunajipata katika self deception, that self deception leads us to destruction. Kwa hivyo inatupata ya kwamba ile baraka tulikuwa tupokee imepotea kutokana na mikono yetu. I know you know that word in Matthew 25:24 to 25. Ile inasemaga ya kwamba, I think nitaisoma tu kwa haraka. Matthew 25:24 to 25. Self deception huwa inakufanya unajipea visababu mingi. Na hideo nduga terea yanengeretwo taranda imwe, nayo ikiingira ikiuga atiri, mwathani wakwa ni njui wi mundu mwigumiri na ugethaga kuria utahandite na ugacokaniriria kuria utahurire. Nie ni ndetigeirie
nindetigirire na ni undu ucio ngithika taranda yakwa teri-ini ke taranda yaku. Praise the name of the living God. Lakini neno linaendelea kusema nake mwathani wa ndungata ĩyo agĩkĩmĩra atĩrĩ, we ndungata ĩno njaganu na ngũtaru, githie nĩ woĩ atĩ ngethaga kũrĩa itahandire na ngacokanĩrĩria kũrĩa itahurire. Wakĩagĩrĩirwo nĩ kũiga taranda yakwa bengi kũrĩa ingĩacokeirio hamwe na maciaro mayo ndacoka. Mũnene ũcio agĩkĩra ndungata iria ingĩ atĩrĩ, oyai taranda ĩyo mũnengere ũcio uma na 10. Praise the name of the living God. When you have self deception, huwa unakutaka umenyang'anywa hata kile ulikuwa upate. Kama ni baraka ilikuwa ikuje ya mwaka huo, inafika wakati unasema na sitalima mwaka huu sababu kuna vile ninaona kunanyesha. Na yani self deception, uongo tu inakudanganya, ndani yako kunakuwa na uongo. So you will be excusing yourself hata wakati ile tunaambiwa udhaifu. Sijui kama ni udhaifu ugota. Ugakora ni uragotara ukejia excuse diwe kodo fulani ni odo fulani. So that self deception leads to destruction. Ingine, ukitaka kujua uko na hiyo sign, you can't accept the responsibility for things. Unakosa kukubali. There is those responsibility, majukumu ya mambo. Inafika mahali tuseme ni kuna contribution mahali unakataa the responsibility. Kuna mambo ya kwenu labda mmeambiana kama familia, tutafanya hivi na hivi ndivyo tuweze kufanyia mzazi hivi, ama tutafanya hivi na hivi ndivyo tuweze kugawa kama ni shamba, tutafanya hivi unakataa hizo majukumu. Praise the name of the living God. So when you see yourself kuna niweheragira muno witagwo kweherera, niweheragira maita maingĩ, ujue ya kwamba the spirit of self deception imeoccupy the space in you. Wacha tuone katika James 1:22. James 1:22 inasema ya kwamba, inasema tigagai kwehenia na undu wa guthikiriria uhoro wake guo wiki, wega no gwikaga uria muiguite. Mundu uria uthikagiriria uhoro na akaga gwika uria ugite ahana ta mundu uria wiroraga na gicicio akeona uria ahana. Praise the name of the living God. Kwa hivyo kuna mambo ingine tunakataaga kuangalia responsibility kwa sababu sisi huwa tunajiona, lakini wakati tunakataa responsibility hatujui vile tunafaa kufanya. Praise the name of the living God. Ni 25 inasema mundu uria wathikagira watho uria mwagiriru ni uria urutaga andu ukombo-ini akaurumirira na akawika na ciiko handu ha kuthikiriria agacoka akariganirwo ni akarathimwo ni Ngai ni undu wa ciiko ciake. Praise the name of the living God. Kuna ingine tutaangalia ambayo inaweza ikakuonyesha there is a sign of self deception in you. Keep blaming others. Wakati utakuta kila saa unasema jambo hili halikufanyika kwa sababu huyu hakufanya hii, jambo hili halikuendelea vizuri kwa sababu ya hii. There is a spirit of self deception in you. Kuna roho ambayo ni ya kujidanganya ndani yako na itakuelekeza katika maafa. Hiyo ni ile ilifanywa na Adam and Eve. Unakuta ya kwamba walijipata katika kuangamia kwa sababu Adam alianza kublame Eve. Lakini yeye hakukaa na zile njia zinafaa. Hakufanya vile Mungu alikuwa amemwambia anafaa afanye. Praise the name of the living God. So there is that self deception ambayo inafanya watu wanaenda katika njia ya kuangamia. Praise the name of the living God. So we have to avoid that deception. Hiyo roho ambayo inatudanganya, inatuonyesha yule ndiye mbaya, mimi ni mzuri, yule ndiye hafai, mimi ndiye ninafaa. Praise the name of the living God. Yule ndiye amefanya hii dhambi iweze kutendeka. Na ndiposa tukaona Adam alianza kublame Eve. Akasema isinga alikuwa ni huyu mke ulini
huyu, ujue umeanza kujidanganya. Praise the name of the living God. Ingine, keep avoiding unpleasant realities. Unakuta mtu sijui kama saa hii kuna wakati tumeona kuna watu wanajaribu kupigana na kanisa. Kuna watu wanajaribu kupigana na realities. Tunasema njia ni hii, ama neno la Mungu linatuambia hivi ndivyo tunafaa. Unakuta mwingine anakuambia ya kwamba hata hakufai matoleo hiyo mnatoa kwa madhabahu. Lakini the reality is God give his son. And when we want to receive, so that he give his son, so that he can harvest soul, ataweza kupokea mioyo, ataweza kupokea kutoka kwetu. Nasi tunafaa we give so that we can receive. That is the word of God. So unakuta kuna unpleasant realities ambazo tunapewa na wanadamu, ambazo zinaingia ndani yetu, tunaanza kujidanganya sisi wenyewe. Praise the name of the living God. Wacha tuangalie katika 2 Timothy 3:13. 2 Timothy 3:13 inasema ya kwamba ati no riri andu aria aganu na aria mahenanagia no muthie marethiaga magikiragiriria guthuka makihenanagia onao makihenagio. Hebu imagine, watadanganya na wao watadanganywa. Praise the name of the living God. Kwa sababu utakuta mtu atakudanganya hapa, lakini akienda hapo mbele na yeye anakuta amedanganywa. Praise the name of the living God. Na ndiposa tunasemaga life inazungukaga, ni mzunguko. Kwa sababu kuna utaacha hapa, lakini utazunguka na utakuta tu mahali ulidanganya, mahali ulifanya jambo fulani, unazunguka tu unalikuta lile jambo limekungojea. Bwana Yesu asifiwe. Wacha tuangalie katika Proverbs 28. Proverbs 28 verse 26. 28 verse 26 inasema ya kwamba mundu uria wihokaga meciria make ni kirimo, no mundu uria uthikagiriria mataro ma andu ogi ni ahonokaga. Kwi hindi twihokaga meciria maitu, kwi hindi twihokaga mibango iria twinayo ya muturire, tukaga guthikiriria mataro maria turaheo. Praise the name of the living God. Kwa hivyo Mungu akituangalia anatuona sisi ni wajinga, kumbe sisi ndio huwa tunajidanganya. Ingine, ukitaka kujua, there is a sign of self deception in you. You feel defensive or threatened when people challenge you. Bila woni omedia maku ni urigua ati adocio ni marahikiria muno, wewe ni urehia ukamenyaga ati kwina roho waingirire wa kuhenia na roho uyu uterekeirie gikuini, kugo uthia kuruto kamahitia hanini, wewe ni urehia ukona hao watu wananidhirite, hao watu hawanipei nafasi, hawanipei amani. Ukiambiwa tu nasikia you are threatened. Praise the name of the living God. That is a sign ya kukuonyesha ya kwamba ndani yako there is that spirit of self deception. Unajidanganya na unaelekea kufa. Kwa sababu wakati utajidanganya utajielekeza kwa njia ya kifo. Lakini wakati roho wa Mungu ataingia ndani yako, atakuonyesha na hapa unapotea. Atatumia watu watakwambia na hapa hii njia unapitia, hii njia itakuelekeza katika maangamio. Kwa hivyo hutasikia umehukumika ndani yako wakati unakatazwa, wakati unarainishwa, wakati unaonyeshwa njia. Praise the name of the living God. Praise the name of the living God. Kuna kitu ingine ambayo inaweza ikakuonyesha ya kwamba umeanza kujidanganya wakati hauna matunda ya roho. Lack of the fruit of the Holy Spirit. To exhibit a lack of love, kwa hivyo utakuta unaanza kuchukia upendo. Unakuta ni mtu lakini unamchukia. Unakuta ni ndugu yako, ni dada yako lakini unamchukia. Unakuta ni mshirika mwenzako lakini unamchukia. Wakati utakuta hauna ile roho ya kuvumilia ndani yako, you start knowing that the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit zimeanza kukauka ndani yako. Wakati utakuta hauna ile gentleness ni kukua mtu mpole. Wakati utakuta hauna self control, ati hata jambo temper, hasira zinakushika. Wakati jambo limefanyika unashikwa na hasira haraka sana. Praise the name of the living God. Despite having charisma or spiritual claims. Praise the name of the living God. Unakuta hauna control ya kutemper attitude. Ukikasirishwa na mtu, tutaangalia hiyo Galatians 5:22-23.
tuweze kuona vile inasema. Galatians 5:22-23 inasema ya kwamba no maciaro ma roho ni wendani, gikeno, thayo, ukirĩrĩria, utugi, utana, wihokeku, uhoreri na kwĩnyita ũhoro-inĩ wa merirĩria ma mwĩrĩ. Maũndũ macio gũtirĩ watho ugĩte matigekagwo. Praise the name of the living God. Nao arĩa a Kristo Jesu nĩ moragĩte ũmũndũ wao o hamwe na thuti na merirĩria ma mwĩrĩ. Nĩ tondũ thuti cia mwĩrĩ cirĩkwĩraga mena mũndũ fulani, mũndũ ũyũ nĩ anjigire mũno, mũndũ ũyũ nĩ ekire. Unaanza kuperform ama kufanya mambo na attitude. Marakara magatũmaga ũgekaga maũndũ na marakara. You don't have that self control. Praise the name of the living God. Kuna ingine inaweza ikakuonyesha hii kitu imeanza kuzalika ndani yangu. Nimeanza kujidanganya na nikuelekea naelekea kufa. Inaitwa exclusive and division. Kwĩyeheragia maũndũ-inĩ. Wewe ukaingĩraga wakora rĩngĩ nĩ gakundi ka mahoya. Ugakinya handũ ũkeyeheragia na ũkambia gũthondeka ũrĩa ũgũtigithũkania. Praise the name of the living God. Wewe mwene ugakorwo mũndũ wa kwĩye kila saa unataka kujiondoa, unasema ni kujiondoa katika ngoli. Na hakuna ngoli ziko hapa. Wewe ndiye ngoli. Praise the name of the living God. So ukitaka kujua wakati mwingi huwa unajiona I'm special somehow, unajiondoa kila mahali I'm special somehow. Mimi sitaki hii, mimi sitaki. Ujue hiyo roho ya deception imeingia ndani yako. Sababu inafanyaga you cause division. Unaanza kutenganisha, ukarehaga nyamukano gatagati ka arata, gatagati ka shirika, gatagati ka family. Praise the name of the living God. So you have to think and look and know that roho yo no abia konina ugothuthaga kahora rĩrĩ rĩngĩ wakwerekeria irima. So nĩ tutige kwĩhenia na meciria maitũ na ngoro citũ na merirĩria maitũ ma mwĩrĩ atĩ kĩrĩa ũrĩendaga nĩkĩo ũreka, ũtambĩte kũmenya kana roho wa Ngai nĩ akenio nĩ kĩndũ kĩu. Praise the name of the living God. Ingine ni manipulation and control. Manipulation, ukitaka kujua uko na hiyo roho ya deception, wale watu wana manipulate watu ni wale tuseme wa mama. Sijui kama mshawahi ona wamama wawili wanaishi kupelekana mahali matũraga marĩa atumia gatagati ga atumia acio nĩ harĩ ũmwe ũkoragwo manipulate ũrĩa ũngĩ. Tondũ angiuga Juma nĩrĩo tũgathiĩ kũna, Juma nĩrĩo tũgathiĩ. Mũndũ ũcio ndarĩ na self control, ndarĩ na meciria make ma kuuga atĩrĩ ndigathiĩ Juma, we thiaga. Wakati tulikuwa high school ama wakati tulikuwa primary school, nilikuwa naona unakuwa na rafiki hata wakati unataka kwenda choo mnafuatana. Ukitaka kuendea maji mnafuatana. Ithuere nĩ twanyota. That is the manipulation ambayo inafanyaga watu. Sasa wewe ukitaka kujua there is the spirit of deception ndani yako, ni wakati unataka mtu fulani akuwe akikufuata. Akikataa sasa unaanza kuweka chuki. Ukiona uko na hiyo roho inakuonyesha nikienda choo lazima mama fulani anifuate. Lazima mama Jage tufuatane na yeye. Nikitaka kuenda kukunywa maji na kwake labda mitungi imejaa maji, kafaite omwe akume thutha muthie mugatahe maji. Praise the name of the living God. That manipulation, hiyo roho ikiingia ndani yako, jua wewe roho ya kujidanganya imeanza kuingia ndani yako. Because inakufanyaga, inakuweka fear, inakuweka guilt or spiritual authority. Kwa there is that spirit inakuwa inakururu. Kwa hivyo inataka ucontrol your followers, ukue ukimcontrol. Wacha tuangalie katika Jeremiah 17 verse 9. Jeremiah 17 verse 9 inasema ya kwamba no ungehota kumenya ngoro ya mundu gutire kindu kihenagia tayo ni njuru ofio. Ngoro ya mundu ehenagia mundu nekahenia nginya meciria maku. Praise the name of the living God. Wacha tuone katika Obadia 1:3, nikumalizia tunamalizia. Obadia 1:3 inasema ya kwamba mwitio wa ngoro yaku ni ukuhenetie, itura ryaku ni kundu kugitiirwo na mahiga, muciĩ waku ni irema iguru. Wĩraga atĩrĩ no
no ngekegushuroria kuma guku ajikieni. Praise the name of the living God. Mwiteo waku nĩ kuonagia ati wi handu iguru gutire mundu ungikuruta hau, kwa sababu hiyo mawazo ikiingia ndani yako inakudanganya, na lakini Mungu amekuangalia tu ukiwa juu, na ndio maana tunasikiaga ati aliye juu anaweza akaanguka chini. Pride inafanyaga mtu akaanguka chini. So hiyo pride ndio inafanyaga mtu ajiulize, nani anaweza akaniona zile pesa niko nazo? Nani anaweza akaniona mimi nimeokoka? Nani anaweza unaona vile umeokoka, hauwezi ukarudi nyuma, hauwezi ukafanya dhambi kama zenye zinafanywa na mtu fulani. Unajiona wewe ni wa maana. Kwa hivyo wakati unajiona hivyo, unaanza kujiuliza, mimi siwezi nikafanya dhambi kama fulani alikuwa ameokoka, ama fulani ameokoka na anafanyaga dhambi hii. Lakini hiyo ndio inafanyaga tunaangamia, tunajikuta tumeisha. Praise the name of the living God. When you see that you have alternative path to salvation, kuna watu wanasemaga ya kwamba, sababu kuna mtu mmoja nilikuwa ninaona akihubiri na alikuwa anasema watu hawafai kutoa tithe, watu na ni mhubiri, hawafai kutoa tithe, hawafai kutoa hii, hawafai kutoa hii. Mtamtafuta tu, mtamuona kwa internet. Nikashindwa, ni lini neno la Bwana litageuka? Ni lini, kama yeye alisema ya kwamba ati gutire gaturumo kai karagati gakahetukire gatahingitie uria Ngai augite, na yeye akue sasa ameanza kudivert. Kwa hivyo wakati utaanza kutafuta alternative, ndio maana tunakutaka mtu anaoa mke wa pili, anasema si hata Daudi alikuwa na 300 na Mungu anasema. Unakutaka mwingine amefunja ndoa, mwingine amefanya hivi, anaanza kutafuta alternative path of salvation. Anasema kama huyu mtu alikuwa na, kama huyu ni Daudi na alikuwa mtume wa Mungu na alikuwa rafiki ya Mungu na alifanya hivi, unakuta ni mtu wa vita. Anasema kama Yesu alifanya hivi. So you find the alternative, kitu ambayo ina, praise the name of the living God. You start promoting and practicing it. E.g. the specific meditation or technique. Tunaziitaka mysticism. Ni kama vile unakutaka kanisa fulani wanafanyaga mambo fulani, mnaanza kufuata hayo, na kuna those things of doctrines ambazo watu wameanza kupewa. Kanisa yetu tunapewa hii, tunapewa kifagio, hivyo. Praise the name of the, you start unaambiwa ukifanya hii ndio itaweza kukulinda, ukienda uweke hii kwa nyumba, hii ndio itakulinda. So you start having another alternative path of salvation. Ukiona umeanza, sababu sisi tulikuwa tumepitia hayo, unakuta unaambiwa hii ukienda ukae nayo kwa nyumba, ukienda isikosage kwa mfuko. Praise the name of the living God. Na unaambiwa tu hii ndio itakulinda. Yule mtu hakuambii Yesu atakulinda, hakuambii kuna Yesu, atakwambia na hii anointing wala nikikupatia ikae kwa mfuko. Ukienda safari, wakati unaongea unakafinya tu na kapendua. Praise the name of the living God. Sisi sio wa hiyo. Sisi tuko wa kumwamini Mungu. There is no other alternative path in salvation. Ni kumwamini Yesu. Na wakati tunatumia hiyo maji ama tunatumia hiyo anointing, hatuitumii kama Mungu, tunaitumia kama damu ya Yesu. Haituitumii, hatuiweki kwa mfuko kama Mungu, hatuitumii kama Mungu, tunaitumia kama mfano wa damu ya Yesu. Those are the alternative path. Wacha tuone katika Proverb 14, the last but not least. Proverb 14 verse 12. Inasema ya kwamba ni kuri njira mundu onaga tari onungaru indi marigiririo mayo no gikuiji. Praise the name of the living God. Ni tuonaga njira imwe tari cio nungaru, tugiko ndu uyu ate turi ahonoku, tugiko ta turi ahonoku, tukauga niona ndiikite ona Daudi ari na atumia 300, niona ndiuragite Daudi nioragite, niona ndiikite o, tukona njira yo ta injagiru, kuko giko ndu uyu ngiri ukona niona ingigika uyu, niona ndikire murutangania. Kwa hivyo tuangalie mambo yale tunafanya, tufanye kulingana na vile Mungu anataka. Ya mwisho ni trusting majority when it comes to spiritual matters. Praise the name of the living God. When you listen to anyone who claims to speak for Christ and mercy, agreeing with Jesus instead of acting on his word.
Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo tunakutaka inafanyika, tunaona ni mambo ya kuna watu tuseme, na nitatumia hii kwa mfano, ninatumia kwa mfano. Kuna watu wanaitishaga misaada ati wanataka kusaidia watoto ambao hawana wazazi, ni mayatima. Lakini katika hiyo misaada watoto wanapokea the quarter na wao wanapokea 0.75 the 3/4. Sasa ati unalinganisha, you are doing the mercy ministry, but at that mercy unakuta wewe ndio unachukua. Mahali nilikuwa nasikia watu wengine wakisema ati mafuta inaharibikia kwa store, watoto hawa hawawezi wakapewa kitu fulani. Sasa kuna mambo you are trusting the majority. Unasikia mtu akisema sisi tumeokoka lakini tunafanyaga hii, hatupeanagi zote, hatufanyagi hivi. So you are following vile watu wengi wanafanya, lakini sio vile the right way. Tunaitishaga hizo misaada, tunakuja tunajigawia, tunakuja tunauza hiyo mafuta. Ni example ninasema tunajigawia hiyo mafuta kwa sababu hata ukiwapea hawajahusika. Praise the name of the living God. Then unakuta kuna mambo tunafanya kwa sababu wale watu wengine wanafanya. Unakuta kuna watu wanakunywa pombe, tuseme ni mimi niko mchungaji. Si tunasikia kuna mchungaji anaweza akasema sababu ni wakati wa mwili wa Yesu na damu ya Yesu, ninagojea kanashika vizuri, wakati huo ninakaweka. Lakini nitajijustify niseme ya kwamba si hii ni mdhabibu tu. Praise the name of the living. Jugaga ni different. Gawane different na demo mujia gawane hede ya mwili wa Kristo, ni hede ya hivyo. So we have not trust the majority. Tuseme hata si Paulo alisema, si alituma akaambia Timothy akafanya hivi. We trust the majority, but we are not doing whatever God has said. Let us look at Matthew 22 tukimalizia ndio ya mwisho. Matthew 7:22 to 23 inasema ya kwamba muthenya wa ituĩro wa kinya, andũ aingĩ nĩ makanjĩra atĩrĩ, mwathani ithe tutianathaga mohoro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku, ona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku ithe tutiarutire andũ ngoma nyingĩ na tũkĩringa ciama nyingĩ. Na niĩ nĩngamera atĩrĩ, gũtirĩ hĩndĩ niĩ ndĩmũĩ, eherai harĩ niĩ inyuĩ andũ aya aganu. Praise the name of the living God. Kwa sababu tutafuata yale watu wanafanya, yale wachungaji wengine. Sasa kama mimi nifuate yale wachungaji wengine wanafanya, mimi sisemi wanafanya dhambi, lakini wakifanya dhambi nifuate hiyo dhambi. Ni kweli badala niwaonyeshe njia ya ukweli, niwaonyeshe njia ya uongo, kwa sababu wale wengine sisemi wanafanya dhambi, lakini ninasema wale wengine kama wanafanya dhambi ninafuata hiyo dhambi, ninafuata hiyo njia, ninafuata hiyo mwelekeo. Lakini itafika siku moja tutaenda mbele za Mungu, na huyo Mungu atakwambia mimi sikujui, niondokee mbele yangu. Praise the name of the living God. Kwa sababu tulikubali hii uongo ikaingia ndani yetu, ikatudanganya. Tukaona sisi ni wakamilifu mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika tukafanya vile watu wengi wanafanya, kama kupokea hongo. Kama ukitaka kusaidia mtu ni lazima umwambie akulipe ndivyo umsaidie. Hauwezi ukamsaidia bila kukulipa, bila kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. So we follow the majority. Hauwezi ukajitolea tu kubariki mtu bure. Ni lazima kuwe kuna kitu kinatoka kwake. Hauwezi ukakaa kwa mtu kwa urafiki kwa sababu hana kitu. It is a friendship with benefit, because that is the rule now. That is the trading rule. A friendship with benefit. Kama sipati kitu kwako, hiyo urafiki siitaki. Kama mimi nikukupea, siwezi taka kuwa mimi ndiye ninakupea. And the word of God says, we have to do good. Tusikachoke kutenda wema. Tenda wema. Sababu siku zaja ambazo utasimama mbele za Bwana aseme, na huyu ndiye ametenda kulingana na vile nilikuwa ninataka. Ingia mwanangu. Lakini ukitenda vile majority inataka, sababu kuna mahali tulitenda tukajikuta tumejiingiza kwa sababu ya majority, utakuta umeambiwa sikujui. Praise the name of the living God. Ningeomba tuambie Mungu siku ya leo, tusaidie Baba tukatoke katika hii hali ya kudanganywa na mwili. Mwili unatuonyesha tukifanya hii tumefanya vyema. Tukaambiwa kuhusu Sunday. Kwa sababu ukifuata siku hizi
ambazo Mungu amepeana na akasema na tuweze kuiheshimu Sabato, hautajipata katika maangamio. Kuna siku moja nitawafundisha kuhusu Sunday. Inasema ya kwamba Sunday isikuwe ni wakati wa kuenda leisure. Vile unapataka watu wamechukuana wameenda kama familia wameenda leisure. Sunday inakuwa ni wakati wakati wa kupumzika. Si umetoka kwa nyumba ya Mungu, uende upumzike na familia yako, sio kuenda huko kuswim na nini. Na muangalie vizuri, mambo mengi ina happening Sunday ni wakati watu walikuwa wameenda sherehe za kujifurahisha miili yao. Praise the name of the living God. Tunakuta tunaenda kufurahisha miili yetu Sunday. Tunaenda starehe zetu Sunday. Hiyo ndio inatufanyanga tunajikuta katika maangamio. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni tujiondoe katika hii the spirit of self deception ambayo imetudanganya kwa muda mrefu, kujidanganya sisi wenyewe. Hiyo roho ya kujidanganya ati tutatenda mema. Kuna neno ambalo linasemaga katika Nahum 1, mtu ataenda kusoma kutoka 15, kutoka Nahum 1:13 uteremke from 13 to 18. Uende uisome vile Mungu ataangamiza. Kuna watu wataangamia kwa sababu ya vile sisi tunajiona tuko katika ile njia inafaa. Lakini Mungu akituangalia, sababu huwa tunafikiria I'll come to bribe God. Gokade muhakena tumaheni ha. Ndimwire mwathani cũthĩrĩria nĩnjĩkĩte ona na nĩnjĩkĩte ona. Ngai ndahenekaga, ndũngĩhenia Ngai tondũ nĩatuonaga, nĩatũĩ. Praise the name of the living God. Aratũririe ndũngĩhota gwĩtara njuĩrĩ ciake cia mũtwe. Ni nani anaweza akahesabu nywele za kichwa zake? Ni nani anaweza akajua hata dakika hiyo nyingine? Kwa hivyo wakati tunajidanganya, unajiambia nitafanya hii kwa sababu kesho nitaweza kuwa nimerekebisha, ama oh my Jesus, oh my God. Mungu atusaidie, kwa sababu unaweza fikiria kuhusu kesho, lakini kuna vile hiyo dakika nyingine Mungu alikuwa ameipangia. Na ndiposa tunaambiwa tukae tukiwa wakamilifu mbele za Bwana. Usiangalie kesho nitafanya, wacha kwanza nifanye hii dhambi leo kwa sababu kesho nitafanya. Hapana. Mungu anasemaga ya kwamba ameandika siku zetu kwa kiganja chake. Kwa hivyo kuna mambo inaweza ikafanyika na hiyo dakika nyingine ile haukuwa umedhani ama umewaza ama umefikiria, inaweza ikafanyika. Praise the name of the living God. Kwa hivyo ni tukaweze kusimama mbele za Bwana, tumwambie Mungu, tunataka kuona uso wako. Tunataka kuona ukituelekeza katika hekima yako. Hatutaki sisi kujidanganya. Tunataka Mungu ukatunenee. Tunataka Mungu ukafanye kwa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuinuke kwa miguu yetu. Tuambie Baba, tunataka ukapeleleze maisha yetu. Yesu uingie, uondoe udanganyifu wote ambao shetani ameweka kwa miili yetu, shetani ameweka kwa roho zetu, shetani ameweka kwa mioyo yetu. Tuambie tu Mungu, tunataka upeleleze tu mioyo yetu.